etagwo Lady Wanyaga rwimbo ruingirije kena janingi wiki yao nkethero ngigwikira rwimbo runa njire nkinyani rumuthikiria lakini mbetikiria tumbe kutho tukiariria mwago na nkanya jwa Meru National Park jorangu kwirite mutegeri wa Weru TV. Karibu sana turi mwekwe kuma studio sha Weru FM na ntukwe naru ndenda tutho tukiariria gintu tubatere kutho tugi kumairia ja Meru nonto ningwitikia umobairi bathatu bana batano nwizi ati ndene ya Meru County ne tutharo twina Meru National Park. Ntumba kuthora nkimiariria muno sababu niko na Assistant Director wa Meru National Park Kitavi, right? Asante sana. Karibia hiyo mic. Thank you. Karibu sana. Hapa ni Weru TV na Weru FM. Tusalimie kwanza tusikie kama Kimeru iko ama nataka kutusalimia na huko Ukambani. Karibu sana. Asante sana kwa kunikaribisha. Kwa majina ni Kitavi Kaloki, Assistant Director ama mkurugenzi msaidizi, pia msimamizi wa hifadhi ya kitaifa ya Meru. Yes. Na swali langu la kwanza Bwana Kitavi nikikukaribisha Meru National Park, tell us more about it. Mwenye maybe hajawahi fika pale ajue hiyo ni nini. Yes. Tunajua tukiwa Meru tunasikianga kuna Meru National Park. Ni nini kwa huko? Ni kweli, kwanza ni vizuri niweze kutambulisha eneo la hifadhi. Meru Park ni park ambayo iko kilomita about 75 from Meru Town, na kutoka Maua ni kilomita 28. Ni park ambayo iko southeastern part of Meru County, ambayo ni kule pembeni, kule mwisho. Ni sehemu inakaa kama jangwa vile. Ambayo ni sehemu imetengewa wanyama wa pori. Na ni sehemu ambayo kwa kuitazama ni sehemu ambayo wanyama pori wanaishi kwa usalama. Na ile hifadhi pia limeshikana na hifadhi zingine 3 ambao moja ni Bisanadi National Reserve ambayo iko Isiolo County. Kuna Kora National Park ambayo iko Tana River County. Na kuna pia Mwingi National Reserve ambayo iko Kitui County. Pale zimewatawanishwa na Tana River na maeneo ya boundary. Ni kumaanisha ile eneo limetengewa uhifadhi wa wanyamapori ni eneo kubwa. Meru ikiwa ni only 870 square kilometer. Ukiangalia vile imeshikana zile hifadhi zingine iko na kilomita mraba 4,000, more than 4,000 square kilometers conservation area. Ndiposa ni eneo ambalo limetengewa maalum kuhifadhi wanyamapori. Ni eneo lilitengwa mwaka wa 1966 na mpaka sasa liko na hiyo hadhi ya uhifadhi wa wanyamapori na liko na wanyamapori wengi. Na pia tangu mwaka wa 1966 mpaka around 1979, around early 70s, ni eneo la hifadhi ambao lilikuwa na umaarufu zaidi. Mtakumbuka kwamba Meru Park ilikuwa inatambulika kama Meru Mulika. Yes, Meru Mulika. Sababu kulikuwa na hoteli la kifahari pale ilikuwa inaitwa Mulika. Na ndiposa Meru ilipata umaarufu. Na umaarufu pia wa Meru Park ilipewa wakati wa wale wahifadhi wakuu ambayo walikuwa wanaitwa George and Joy Adamson. Wale pia waliweza kulinda na kuhifadhi wanyama aina ya simba vyema na vizuri. Ndio pia wakati huo walifanya video ama Academy winning feature film ambayo inaitwa Born Free. Meru Park ndio iliweza kupata umaarufu. Na until 1970s to 1989 ndio kulikuwa na changamoto kidogo. Ambapo kuliingia na maharamia ambao ni wawindaji haramu. Waliweza kushusha ile hadhi na sifa ya Meru Park. Ambapo wanyama waliwindwa kweli kweli. Tembo, pia faru waliweza kuisha. Lakini mnamo 1989 ambapo Kenya Wildlife Service sasa iliweza kutengwa kama parastatal, ndio kulikuwa na zile program ambazo ziliweza kurudisha hadhi na sifa ya Meru National Park. Ambapo sasa tunajivunia kuwa na hifadhi ambao ni salama, limetengwa na halina shida ya uwindaji ama pia wanyama kupotea. Naam. Na ni nini unique maybe kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza anajiuliza nikikuja Meru National Park ni nini unique about your park? The park itself ukiangalia kwenye jiografia, Meru National Park iko katikati ya Northern na Southern Hemisphere. Kumaanisha iko na sifa
ya kimaalum ile iko na kitu tunaita ecotone effect ambapo ukienda hifadhi mingi tutajivunia hifadhi zetu mingi, tutajivunia kwamba tuko na the big five. Lakini ukikuja Meru Park bali na the big five utapata pia tuko na the special five. Special five ni wanyama ambao ni maalum ambao utawapata kwenye Northern Hemisphere peke yake. Ukienda sehemu za Nairobi, Amboseli hautapata wale special five. Wanaitwa special sababu pia wako katika hali ya kuangamia ama wale tunaita endangered species. Hiyo ni one of the unique features ambao tunajivunia kwenye hifadhi ya Meru ya kitaifa. Pia tuko na ndege aina mbalimbali. Kuna wageni ambao wanapenda kutazama tu ndege. Bali na Lake Nakuru ambao tunaita Bird Watchers Paradise, Meru Park is a unique wilderness ambao pia tuko na ndege zaidi ya 400 aina tofauti ya kutazamwa. Na ndio inaleta pia ule umaarufu na umaalum. Pia unakumbuka kwamba wakati wa ukoloni 1950s tulikuwa na ile shida ya ukoloni ambao pia tulijipigania kupata uhuru. Kati ya wale walipigania kupata uhuru wa Kenya, nakumbuka upande wa Meru tulikuwa na shupavu ambaye alikuwa kwenye hizi ranks za Mau Mau, alikuwa anaitwa Musa Mwariama. Nakumbuka ni kuwa wakati vita ilikuwa inachacha, nakumbuka wakoloni walikuwa wanaishi kwenye milima, kwenye baridi. Vita vikichacha, Musa Mwariama na genge lake walikuwa wanaenda kujificha Meru kwa kwenye hifadhi. Na ilikuwa vigumu wale wakoloni kuweza kuingia kule sababu ya joto. Kumbuka kule ni jangwa, ni arid and semi-arid area sababu ya umbu na lile joto. So kuna sehemu ambazo ukizitazama kweli zilikuwa zinakaa ni kama ilikuwa maficho. Kuna moja maalum tunaita Mwariama hideout ambao ni mbuyu mkubwa sana ambao uko na shimo pale ndani ambao ulikuwa unajificha hapo ndani ya ule mbuyu. Ule mbuyu unaweza ingia watu kadiri ya 50. Ni sehemu ambayo iko na huo umaarufu pia. Ukiangalia ile sehemu pia, Meru Park imepata uhai kupitia kwa mito kutoka Nyambene Hills. Na tuko na mito 14 ambao imepatia ile hifadhi uhai. Bila hii mito, hii hifadhi haingekuwa. Pia kupitia kwa ile mito iko na umaarufu kwamba kuna wageni wangetamani kutembea kando ya mito, kuweza kusikia ile sauti ya ndege, ile sauti ya maji wakati yanapiga mawe. Na pia wale wanyama wako pale ndani ya mito, imeipea pia umaarufu. Naam. Na maybe mtu mwenye anaweza, kama kesho ni sikukuu ya New Year, maybe mtu anataka kuleta familia yake, ni activities kama gani anaweza enjoy pamoja na familia? Tuko na activities kadhaa ambazo sasa mtalii anaweza fanya. Moja ni kutazama wale wanyama. Huwa tunaimiza watalii wakija waje kwa magari. Ndio waweze kutazama wale wanyama sababu ni wanyama hatari. Bali ya kutazama wanyama wa pori ambao tuko na wale big five, ndovu, simba, chui, faru na nyati. Na wale special five ambao ni vizuri pia wawajue, ambao tuko na Grevy's zebra ambao anapatikana upande wa north. Tuko na the reticulated giraffe ama twiga. Pia tuko na Somali ostrich, Besa oryx, na pia tuko na Gerenuk, yule swala twiga. Hao ni wanyama ambao wanapatikana pale juu. Pia mwananchi ukija kwa park unaweza fanya picnicking. Tuko na sehemu tumetenga za kama picnic site. Na hizi sehemu ni zile sehemu ziko kwenye mito. Ndio mali kuna ile mtu atapata ile kujistiri vizuri pale, kusikia kona peace ama amani wakati yako kando ya mito. Hata pia tunafanya nature walks. Nature walks ni ile kama mtu angetamani kutembea kwenye hifadhi bila gari. Lakini pale nature walks mpaka kuna ada ingine utaongeza ya kupewa usalama. Lazima utembee na askari wa kukupatia usalama. Utatembea kando na wanyamapori, kando na simba, kando na fisi, kando ya ndovu. Hata pia tunafanya net game drives.
Lakini night game drives, wale watu ambao wanaenjoy night game drives sana ni wale wanaishi pale ndani ya hifadhi ama unaishi karibu na hifadhi, ambapo tunafanya mipango specially usiku kuanzia saa 1 usiku mpaka saa 3. Kuna wale wangependa kutazama wanyama wa usiku. Kuna wanyama watembei mchana, wanaonekana tu usiku peke yake. Pia tuna sport fishing. Kumbuka nilisema tuko na mito 14. Ile mito iko na samaki wengi. So kuna wasomi pia na watu wangependa pia kujua aina ya samaki wale wako ndani ya hifadhi. Wale samaki si wakula. ni unavua kidogo, unamtazama, labda uko na ndoo ama besheni, unampima. Kuna wale utapima, utamtazama na unamrudisha kwenye maji akiwa na uhai. Hizo ni baadhi ya zile activities. Pia wakati wa asubuhi sana kwa wale wanaishi karibu na hifadhi, kuna wale wangependa kufanya breakfast ndani ya hifadhi. Ile tunaita bush breakfast. Yes. Tunaweza kupanga kwa pamoja na ile bush breakfast ikaweza kufanikishwa. Pia wakati wa jioni kuna wale wanatazamia jua likitua. Kumbuka mali tulipo jua linatua upande wa Mlima Kenya. So na upande wa Nyambene alafu Mlima Kenya. So unapata kuna wale watalii wanapenda kutazama jua likitua. Ile miale ya jua ikipiga kwenye the skies. Kuna vile vitu wanapenda kuviona wakati jua linatua. Pia kuna swimming. Fahamu kwamba Meru National Park ndio hifadhi ya kitaifa kati ya hifadhi zetu zote ambayo iko na swimming pool peke yake. So kuna wale umetembea kwenye hifadhi, umechoka, umepigwa na vumbi, unaweza pitia kwenye kidimbwi ukajitumbukiza, at least ukasikia uko relieved. Pia tuko na swimming pool pale. Na maybe kwa ule mgeni anajiuliza nitapata accommodation, maybe sitaki kukuja na haraka, is it available? Yes, tuko na accommodation facilities ambazo ni Kenya Wildlife Service self-catering facilities. Hivi ni vile vyumba ambavyo Kenya Wildlife Service imevitenga vya wageni kuja kujistiri. Na tuko na guest house 2, Kina Guest House na Meru Guest House. Bali na hiyo pia tuko na cottages ama vyumba vidogo vidogo. Tunaviita cottages, vinafahamika pia kama bandas. Tuko na Meru bandas, Murera bandas na pia tuko na Kina bandas ama Kina cottages. Bali na hiyo pia tuko na hoteli. Kumbuka kabla 2018 tulikuwa na hoteli 2, Leopard Rock na Elsa Scopi. Lakini kwa bahati mbaya Leopard Rock haifanyi kazi, it's not operational. Lakini tuko na hoteli ya kifahari ambayo inaitwa Elsa Scopi. Hiyo iko ndani ya hifadhi. Na ukitoka nje ya hifadhi tuko pia na hoteli. Tuko na Ikweta Safari Camp, kilomita 2 karibu na lango. Pia tuko na Rhino River Camp. Rhino River Camp iko mita 500 kutoka kwenye park boundary. Ni kama tu iko ndani ya hifadhi. 500 meters ni mahali pa kutembea kuingia kwenye hifadhi. Ukitoka kidogo tuko na Leisure Jungle ambayo iko Kiutini. Na pia tuko na Spring Wells ambayo iko junction ya kuingia Meru Park na kuenda Maua. Kwa hivyo hoteli ni kadhaa. Hoteli ni si mingi vile, but sasa kwa saa hizo ndio zile hoteli ambazo mgeni akitoka Nairobi, akitoka nje, hata akitoka Meru Town anaweza pitia pale na akapata mahali pa kuishi. Yes. Na mtu anajiuliza mko na mambo mengi mazuri, charges ziko wapi, ziko aje, ni pocket friendly? Ni vizuri pia nizungumzie charges. Wajua watu wakisikia kuingia kwa National Park wanafikiria ni very costly. Kiingilio ama entry charges kuingia Meru National Park ni shilingi 300 tu kwa Mkenya mtu mzima, just 300. Na mtoto ni shilingi 215, 215. Lakini pia utakumbuka pia itakuwa ni vizuri pia unalipia gari pia inalipiwa kiingilio. Gari ndogo yenye viti chini ya 6 ni shilingi 300. Gari kama matatu ni shilingi 1000 tu. So inategemea wale wageni ni wangapi na wamekuja kuingia vipi. So kiingilio ningependa kuambia watazamaji ama wasikilizaji ni ada ya kiingilio ni iko chini. 300 is quite affordable. Very pocket friendly and affordable to a common mwananchi. Yes. Na mtu anaweza jiuliza kwa locals wenye wako karibu na park, ni investment opportunities gani huwa mnaoffer locals?
Ya kwa saa hii we are trying to embrace kitu tunaita cultural tourism. That is one. Nakumbuka ukienda hifadhi kama Amboseli kuna ile tumeweza kukuza cultural tourism. Ndio pia Meru National Park tungetazamia kwamba ukienda upande wa magharibi wa hifadhi tuko na Wameru. Ukienda upande wa kusini tuko na Watharaka. Ukienda upande wa kusini mashariki tuko na Kitui County Wakamba. Ukienda upande wa mashariki kabisa ni Tana River. Tuko na watu kutoka Tana River, Monyoyaya na Waorma. Ukija upande wa magharibi tuko na Isiolo County. Pale tuko na jamii ya Waborana. Na pia pembeni kabisa kwa Isiolo County kule kaskazini mashariki tuko na Garissa County. Pia tuko na Wasomali. So tunahimiza hizi jamii ziweze kukuza utamaduni. Ndiposa waweze kuleta ule utamaduni kwenye malango yetu. Kwa sai zile jamii ambazo zimekuza utamaduni na wako very organized, wakati tuko na wageni tunawaita, wanaweza kuja kwa hifadhi kuweza kutumbuiza wageni. Hata pia tuko na investment opportunities. Kumbuka nilisema Meru Park ile hoteli operational kwa saa hii ni moja tu. Na this is an opportunity kwa Kenyans kuweza kujua, ni vizuri waweze kujua these are gold mine. Ni mahali pazuri ambapo sasa Wakenya wanaweza kuja kuinvest. Hotels. Tungetamani kuwa na hotels kadhaa. Sababu ukienda some of the hotels mwananchi atakwambia budget inaweza kuwa hajaweza kufikia ile budget ya hoteli. Ndio maana sasa tunaweza kutazamia na kutangaza kwamba tuko na hizo investment opportunities za kuwekeza mahoteli, camping facilities ndani ya park. Yes. Na entry points zenu ziko kama ngapi hivi na mtu anaweza ingilia maybe Meru side, Tharaka side, Kitui side? Tuko na entry points 4 ndani ya park. Na zile entry points ukipitia upande wa Meru ni Murera. Murera unapitia Maua, Kiutini, hiyo ni moja ambao sasa ndio iko na umaarufu. Ukipitia upande wa Tharaka Nithi tuko na Ura Gate. Ura Gate wakati mgeni ama mtalii anatokea Embu, unaingilia Ena, Shakariga, unakuja kutokea Marimanti, Gatunga, unaingilia Ura Gate. Upande wa Kitui tuko na Tana River, tuko na tunaita Tana River Kora Bridge Gate. Tuko na pia lango pale linaweza tumika. Upande wa kaskazini tuko na Bisanadi Gate. Na pia tuko na airstrip. Wale wanatumia ndege tunaita airstrip gate ambayo iko Kina airstrip ambayo iko ndani ya hifadhi. Naam. Na kwa Wameru, do they really huwa wanakuja sana kwa park ama wamezoea? Unajua sasa for example kama nimezoea kuona kitu hapo really huwa wanakuja sana to support their own from Meru? Acha niseme ukweli. Sorry. Ningependa wasikilizaji munisikie. Unajua Wameru wanapenda kuja kwenye hifadhi. Lakini masaa ile wanakuja kwa hifadhi tunakutana pale. Afadhali ningependa kuambia wasikilizaji na watamazaji kujeni kwa hifadhi mapema. Wanyama wanaonekana mapema kuanzia saa 12 mpaka saa 4 kamili hapo. Wajua wakati jua linachomoka wanyama wote wanaingia kwenye fiche. Hawapendi jua. Simba hawapendi jua. Hii wanyama wengi wanapenda kuingia kwenye kivuli. So watalii watakuja aswa Wameru wataingia saa 8 mpaka saa 10. Zikishika wanasema tuende park. Sasa pale unaweza kwa bahati unaweza kupata wanyama. Ndovu utaona na twiga. Lakini mgeni atatazamia angependa kuona simba. So ningewahimiza wakuja mapema ama pia wakae mpaka jioni kuanzia saa 10 mpaka saa 12. Wale wanyama pia wanatoka wakati jua limeanza kupunguza yale makali. So hapo ndipo wageni wanakuja lakini wanasema wale wanyama kwa nini hatuwaoni? Ni tutazamie yale masaa. So wakuje mapema. Ikifika saa 4 unaweza enda kwenye swimming pool, unaweza enda uka have lunch, unaweza enda kwenye kando ya picnic site ukakaa pale ukingojea wakati wa jioni. Pia wa jioni wanyama wanatokea tena. Inakuwa ni mzuri. Na huwa mnapanga na mashule?
Pia tunafanya ile tunaita education outreach, haswa wakati mashule yamefunguliwa tunapata mashule kwa wingi. Maskuli wanajua kuja kwa hifadhi, watoto wanawaleta kwa wingi. Wakati shule zimefungwa holiday, unapata sasa labda yamepungua, lakini Krismasi utaona mabasi yamekuja, wanafunzi pia kwa watu wazima. Lakini wakati shule ziko wazi, wanafunzi wanakuja kwa wingi kutoka Kenya mzima. Si Meru tu peke yake. Nice. Naam. Yes. Na maybe kwa yule mwalimu mwenye anapanga maybe kuleta wanafunzi, what is the procedure, ama atawapata vipi ndio mpangi? Kwa mwalimu tuko kama mimi, nambari yangu ya simu iko wazi. Niko kwenye mtandao wa Facebook. Kupata namba yangu utaipata kwa wazi. Pia utaenda kwa website yetu ya KWS ama kwa Facebook pages, na utaweza kupata kusaidika. Na pia kupitia kwa Wildlife Clubs of Kenya, ambao pia kuna ada ya wanafunzi ambao ningependa pia kuwaeleza walimu na wanafunzi ama mashule kwamba ada ya kiingilia wanafunzi wale wameregister na Wildlife Clubs of Kenya iko chini kuliko ile ya wale wanafunzi hawajaregister. Ni shilingi tu 80. Kwa na pia na patron wawili shilingi 80, na basi ni shilingi 1000 tu kwa wale wameregister. So walimu wanajua. Wale hawajui pia wakitupigia simu tunawaelekeza. Hakuna process ya kuregister kuingia kwa park. Kwenye hifadhi kiingilio ni kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 12 jioni. Siku zote. Monday to Sunday. Hatuna holiday sisi. Monday to Sunday, mwaka mzima, mwaka nenda, mwaka rudi. Yes. Na mambo ya human encroachment na poaching ikoaje sasa kwa park? Ni kweli tukijivunia zile ambazo tunaita successes tumezipata kwenye hifadhi. Kwa kuhifadhi hatukosi changamoto, na changamoto kama hiyo tunasema kama poaching. Haswa wakati huu unapata nile tunaita bushmeat poaching. Watu wanatazimia kuingia kwenye hifadhi, wanafikiria waonekani, anataka kuwinda, anatumia waya, anatumia mkuki ama mshale kuwinda wanyama waende wakale. Sasa hiyo ndio one of the challenges ambao inatukumba. Bali na changamoto ya wanyama kutoka nje. Wakati kumenyesha sana, wanyama hupenda kutoka nje. Tunatazamia hifadhi ya Meru iko kule chini, mahali maji yanaloa sana. So wanyama wakitoka nje, tuna changamoto ya mizozo kati ya binadamu na wanyama pori. Na pia wakati wa kiangazi tuko na changamoto ya watu kuchoma, wakati wanachoma mashamba wakitayarisha kulima, ile mioto inaingia ndani ya park. Na kumbuka ile park ni nyasi, na wakati imekauka ule moto unaweza enea kwa haraka sana. Hiyo ni changamoto kubwa imetukumba. Upande wa kaskazini saa nyingine tuko na changamoto za watu kutaka kuingiza mifugo ndani ya park, lakini tumezuia. Yes. Na ni challenges zipi zingine maybe zina threaten mambo ya wildlife? So ile challenge kubwa tunapata ina threaten wildlife conservation ni climate change. Hii unapata sehemu zilikuwa na swamps, sasa zimegeuka zimekuwa grasslands. Sehemu ambazo sasa wakati wa drought kuna sehemu ambazo nyasi ikikauka sababu ilikanyagwa sana, haikui tena. So hiyo ni changamoto ile kubwa. Changamoto ya pili nimesema mizozo kati ya binadamu na wanyamapori, sababu ile simba, ndovu kutoka nje hifadhi. Na pia wakati wa kiangazi tunakosa maji. Kumbuka kule chini ni sehemu ambazo ziko na maji yanatoka nyambene. Unapata wakati wa kiangazi kilimo pia inapanda juu. Maji yanapungua sana. Maji yametegwa sana huko juu. Unapata maji hayafiki kwenye hifadhi. Wanyama pia wanatoka nje kutafuta yale maji. So hiyo ni changamoto kubwa ambao pia tunajaribu kushirikiana na county na Water Resources Authority. Wakati sasa tumepata changamoto kama hiyo, ndio tuweze kupata maji pale chini. Na mnahusisha community, maybe relationship yenu na community kwaje? Some of these challenges maybe zinatoka just from within. Baadhi ya zile changamoto ambazo tunapata kutoka within kama human wildlife conflict na encroachment, wale wanatazamia kutaka kuingia kwenye hifadhi, wale wanaingia viharamu bila kufuatilia sheria. Pia kuna changamoto za kutega maji. Kuna zile interventions tumeweka. Unapata kwamba wakati kuna mizozo, we have a proactive team
tunaita problem animal control team. Ile inatembea mchana usiku ikiweza kutazamia kurudisha wale wanyama. Wale wanyama ambao wameshindikana kurudishwa wanashikwa. We capture and translocate. Either tunaingiza ndani, kama mnyama amekuwa too problematic anapelekwa kwenye hifadhi nyingine ambao ni kubwa, ambao anaweza kuishi vizuri. Pia ukiangalia upande wa Meru na upande wa Tharaka Nithi tumeweka ua, an electric fence. Hiyo pia ni kuzuia wanyama haswa ndovu wasiende kusumbua wananchi, wasiende kula mifugo yao kama ni simba ama mimea yao, wanyama kama ndovu. Pia tumeweza kushirikiana na wananchi. Unapata kwa hizi mito 14 tuko na kitu tunaita catchment committees. We are trying to do catchment restoration. Tunapanda miti kwenye sehemu za ile mito ama zile catchment. So tumeweza kushirikiana na hizo catchment committees na tumeweza kupanda miti na tumeweza kurestore hizo areas, na tunatazamia kushirikiana na wananchi. Pia tunafanya outreaches ambapo tunaenda kwenye wananchi kuweza kuwapatia maelezo ama sensitization vile kuishi vyema na wanyama pori. Tunataka ile wildlife coexistence ikuwe sustainable, ile endelevu. So hatuna budi ila kwenda kwa wananchi kila wakati. Mizozo itakuwa, hata bila mizozo, kuweza kujuliana hali. Sisi ni majirani, tutaishi vipi? Na tuko na hizo outreach programs, tuko na education outreach programs kwa mashule. Tunatazamia pia wanafunzi wadogo watakuwa future conservationists. So wale pia tunaenda kueleza vile ya kuhifadhi mazingira na hata wanyama pori. Na kuna mtu anauliza terrain ya barabara, anauliza tugari tudogo tutafika na any type of vehicle? Kiingilio kwa hifadhi, barabara zetu ni mzuri sasa. Mwaka 2021, 2022, kurudi nyuma 2021 barabara zilikuwa mbovu. Ukitazamia barabara kutoka farm kwenda Kiengo, Kiutini mpaka kwenye hifadhi ilikuwa mbovu. Lakini by 2022 December ilikuwa imetengenezwa. So kuingia kwa park hata gari ndogo inaweza ingia. Hata Probox inaweza ingia. Not inaweza ingia. Hata Vitz inaweza ingia kwenye hifadhi. Lakini pia ni vizuri pia nitahadharishe watazamaji na wasikilizaji, wakati wa mvua ni vizuri mpate taarifa kwenye gate. Mali pale huwezi ingia. Sababu wakati kumenyesha kuna barabara ambazo ziko na ile black cotton soil. Na ni vizuri tunawapatia taarifa, mkiingia park tuingia kwa hizi barabara, msiingie kwa barabara zingine. Na bado tuko katika ile holiday mood. Message yako kwa Wameru na mtu mwenye anatusikiliza ama kututazama, maybe kesho it's a good day ukuja kwa park, what is your message to the listeners out there? Kama wakati wa sikukuu na hata kesho tunatazamia wageni wengi. Na sijui, ningependa kuwauliza Wakenya na Wameru, mulishikisha wapi holidays? Na sababu kulikuwa kati ya 25th na leo, ningependa kuwatangazia mukuze tushikishe our holidays in our parks. Na Sameru pia wengine wanasema come to Donjo na Meru National Park. Yes. Maybe contacts zako, maybe kuna swali ya tujajibu, maybe mtu ako na any question anaweza kupata through your number you can share. Tunapatikana kwenye mitandao. Kwa mtandao wa Facebook tunapatikana Kenya Wildlife Service. Meru National Park tuko na Facebook page KWS Meru National Park. Tunapatikana pia kwa X @KWS Kenya. Kwa Facebook page #tunza mali yako, #shikisha na halls, Kenya KWS Parks. Hii ni baadhi ya ile mitandao kwa Facebook. Mtapata nambari yangu pale. Iko pale publicly displayed. Asante. Thank you so much. Bwana Kitavi, tutajaribu tukuje. Personally I'll come. Asante. That's a promise. Karibu. Ivuga sana muthikiri na mutegeri ngwetekio kuigwa mwago na nkanya jwa Meru National Park etigira no kinyanto aria ukugo gutonya ni chiringi 600 aki ukethro getaruka rukiri muno mbere kinya nyomo cia kithaka chumba kuthoro igichi thano ntubari yo ukethro gikigenera mwago na nkanya
tomorrow is a very good day. Rojo ni holiday na kire baraba ngugine rojo ni public holiday non toboa gusherekea thigonko ya tariki emo ya New Year 2025 nombe kuthuro kiriungia family eku antwara kana kinya chore bokithabu kibanga bokithro bokinya Meru National Park kenda bithro bokiona Mwago na Nkanya bojwa Meru yetu iboka sana mutegeri wa Wero TV angushokirotero rungi muthikiri nchokerete tute na mbere na mubango.